Nini maana ya ndoto hii? Nataka nizungumzie nini maana ya ndoto hii kuota umesuka nywele ama umenyolewa nywele katika staili ambayo huielewi. Yani staili ya ajabu kabisa, umesuka nywele katika staili ya ajabu. Unaota ndoto umesuka nywele katika staili ya ajabu au umenyolewa nywele katika staili ya ajabu, unashindwa kuelewa nini maana yake. Unapoota ndoto namna hii, maana yake kwamba ni mashambulizi makali ya kishetani dhidi ya maisha yako. Mashambulizi makali ya kishetani dhidi ya maisha yako. Lengo ni kuchange your destiny, yani lengo ni kubadilisha hatima yako. Yani labda Mungu alipanga wewe utapita hapa, utatokea hapa ili ufikie mafanikio haya. Hasa shetani anaamua kubadilisha. Anaamua kupindisha kwamba utapita hapo, uingie kwenye umaskini, uingie kwenye mikosi, kwenye balaa. Lile ambalo Mungu amepanga liwe hatima yako, shetani analipindisha na kubadilisha hatima yako na kukuwekea mwisho mbaya ama hatima mbaya ambayo itakupelekea kwenye kifo, katika umaskini, katika magonjwa, katika mateso. Kwa hiyo ni ndoto mbaya sana. Unapoota ndoto namna hii, inabidi kwa haraka sana uamue kuchukua hatua, kwa sababu usipochukua hatua mapema, jambo hili litadhihirika moja kwa moja muda sio mrefu. Kama ni wiki mbili, ni mwezi mmoja, ni miezi miwili, jambo hili baadaye litakuja kitokea. Sasa likitokea litakuwa ni baya sana kwako. Kwa hiyo maana ya ndoto ya namna hii ni Mungu anakuonya kwamba kuna shambulizi la adui kubwa la kutaka kubadilisha hatima yako. Kile ambacho Mungu amekipanga katika maisha yako, baraka ambayo Mungu amepanga katika maisha yako inabadilishwa. Hatima ambayo Mungu amepanga katika maisha yako inabadilishwa. Mwelekeo ambao Mungu alimekuwekea mbele yako kwamba imepangwa toka unazaliwa, utapita hapa, uvuke hapa, utasoma, utafika hapa. Utashangaa kama ni usomi, basi elimu inavurugika, wazazi pesa wanakosa, wanafukuzwa kazi, huwezi tena kuendelea. Kama ni kazi, utashangaa ghafla unafukuzwa kazi. Mambo mengi yatatokea ili kuvunja tu kile ambacho ulikuwa umepanga kujenga nyumba, umenunua kiwanja, utashangaa tu na mtu anaibuka kwamba hichi kiwanja hapana, hichi kiwanja ni cha kwangu. Ni kesi za viwanja zinaanza, mambo mbalimbali kubadilisha tu ule mwelekeo wa hadithi ya maisha yako. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, nakusii ingia kwenye maombi unapoota ndoto ya namna hii. Ingia kwenye maombi mazito, na kushauri ingia kwenye maombi ya siku 3. Jitakase siku ya kwanza, siku ya pili vunja kila mamlaka ya giza ambayo inashambulia hatima yako, na siku ya 3 tumia siku nzima kumshukuru Mungu kwamba Mungu tayari umekwisha kufanya na Mungu atakubariki. Kwa hiyo hii ndoto maana yake ni hiyo niliyekwisha kuizungumza, na naamini wewe ambao umeota ndoto namna hiyo utachukua hatua, na Mungu awabariki